kuwa nitazungumza roho yangu na kile ambacho nachojua na pia niahirishe safari yangu ya kwenda Tanzania mpaka labda serikali mpya itakapokuja. Haujakatazwa kusafiri Tanzania? Najua tayari tuko na, unajua unless mimi ni wazimu, kila mtu ambaye hapa nchini amekuwa critical of what is happening in Dar es Salaam and Dodoma, ikifika pale kama haujatekwa utarudishwa, hautaingia. Kwa hivyo safari yangu kwenda huko hivyo nitaahirisha, kwa sababu nataka kusema ukweli. Serikali wakati ule inapokata mtandao inakata kwa sababu ambao ninataka kucontrol information flow so that information isisambae. Wanataka kucontrol. Hizo enzi zilishapitwa na wakati. Teknolojia ilisha level up. Hata ukizima mtandao leo, kesho watu watapata tu, kwa sababu watu wana simu. Kitu cha pili ni kustifle dissent. Ili kama watu wanapoandamana mjini, wale ambao kwa mashambani kwa mfano wasijue ama wa delay. Teknolojia inakuwa ni multiplier force ama inakuwa na multiplier effect. Kitu cha tatu ambacho mara mingi kwa nini, na hiki ndicho muhimu sana, serikali wakati ule inakata mitandao na kujaribu kusukuma chini, ni kuweka giza ili ifanye obscuring ya matendo ya serikali yenyewe. Inazima taa ili watu wasione serikali yenyewe inafanya nini hasa. Na shida kubwa ni kuwa usalama wa taifa Tanzania umeumbwa kwa mfano wa chama cha CCM. As in, CCM imetengeneza Tanzania imekuwa ni kama serikali ni branch ya CCM. Kwa hivyo hata wale ambao wanastahili kuwa wanatumikia raia, wanatumikia chama kwanza. Wacha nikupatie mfano. Unaona kuna kitu inaitwa TISS. Kwa lugha yao wanaita usalama wa taifa. Suluhu amekuwa na directors 4 wa TISS. Out of the 10 directors ambao wamewahi kaa na kuongoza TISS, that is the Tanzania Intelligence and Security Services, 4 wamechaguliwa na mtu chini ya miaka 4. Hapo kuna shida. Inamaanisha hapendi ukweli, hapendi data, hapendi intelligence. Kabla jambo kama hili lililotokea juzi litendeke, mara nyingi huwa tunauliza, what did the intelligence chief tell the president? Lakini unajua watu wanakuambia kwa Watanzania ni waoga, hawawezi enda barabarani. Hiyo ni upuzi, kwa sababu hawa watu si watu tofauti. Wacha nikwambie hivi, hawa ni watoto wa mtu mwenye anaitwa Chief Mkwawa, alipigana na Wajerumani. Hawa ni watoto wa Kinjekitile Ngwale. Hawa ni wajukuu wa Mirambo. Hawa ni watoto wa Nyerere. Nyerere alitaka serikali ya mapinduzi, alitaka serikali ya revolution mwenyewe. Hii serikali, umeona hawa watoto wamepiga kelele, hawa ndio watoto wa serikali yenye Julius Nyerere angependa. Kwa hivyo walijua vizuri nini itatendeka. Na wacha nikuambie kilobi, labda ujui, mara ya mwisho wa Tanzania waliuawa wengi hivyo ni wakati ule Idi Amin alivamia ule mtaa wa Kagera. 1500 Tanzanians were killed. Hii tena taangia wakati huo, wakati ule Idi Amin alipovamia Tanzania, askari wake wakaua watu 1500. Hii ndio mara nyingine tena Tanzania imeweza kuwapoteza watu wengi kiasi hiki. Na kile ambacho kinahuzunisha sana ni kuwa watu wa Tanzania ambao wameuawa hivi, wameuawa na serikali yao wenyewe. Kwa sababu vyombo vya dola vimeumbwa kwa mfano ya chama. Ni kama Tanzania ni duka la CCM. Ni mtaji wa CCM, wanafanyia vile wanavyotaka. Instead ya CCM kuundwa kwa mfano wa Tanzania, Tanzania na vyombo vya dola vimetengenezwa kwa mfano wa CCM. Kwa hivyo ni branches tu. Ukiangalia kama ni askari, uliona hata kuna askari pale amesema mama hajapita kura, na hiyo najua ni video ya zamani kitambo. Sema mama hajapita kura kuwa rais kwa sababu nyinyi mlipiga kura. Na anaashiria kwa bunduki, anasema hata pia sisi tumo. Anapiga salute kuonyesha kuwa vyombo vya dola ndivyo vinavyohakikisha mtu kupata nini, ile legitimacy. Lakini kile kitu kizuri ni kuwa maandamano haya, mama kuapishwa ndani ya bara jeshi, hesabu ambazo ni za kizakayo. Unajua kuna Zakayo wa Kenya na kuna Zakayo ule actor. Ukiangalia inamaanisha mama hana legitimacy. Nchi hiyo imebadilika na haitawahi rudi nyuma.